Ujumbe ule ulikuwa bado uking'aa kwenye simu ya Zuberi. Ukichimba ukweli wa kifo cha baba yako, utampoteza Neema milele. Aliusoma mara 2, mara 3. Lakini kadri alivyouangalia, ndivyo moyo wake ulivyozidi kuwa mzito. Huu haukuwa mchezo tena. Mapenzi yao yalikuwa tayari yamevuka mipaka ya hisia za kawaida. Sasa yalikuwa yameingia kwenye eneo la siri, vitisho na historia ya familia iliyofichwa kwa miaka mingi. Neema alimsogelea taratibu. Kuna nini? Zuberi akafunga simu haraka. Si kitu. Neema alimwangalia kwa makini. Alimjua vya kutosha kugundua kuwa alikuwa anaficha jambo. Usinifanyie hivyo, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Tayari tuna matatizo mengi. Usianze kunificha mambo pia. Zuberi akamwangalia. Kwa sekunde chache alitaka kusema kila kitu, lakini alikumbuka ujumbe ule. Utampoteza Neema milele. Hakutaka hata kufikiria hilo. Tutazungumza baadaye, alisema tu. Baada ya saa chache hospitalini, hali ya baba mdogo haikubadilika. Madaktari walisisitiza mgonjwa ahitaji utulivu na hakuna aliyeruhusiwa kukaa karibu sana. Hapo ndipo Zuberi alifanya uamuzi mwingine mkubwa. Ninaondoka kesho asubuhi. Neema alishtuka. Unaenda wapi? Mjini. Kauli hiyo iliwafanya wote wamtazame. Kaka wa Neema akakunja uso. Kwa nini? Zuberi alikaa kimya kwa sekundi chache. Naenda kutafuta ukweli. Maneno hayo yalikuwa mafupi, lakini yalitosha kubadilisha hali ya hewa. Tarik, aliyekuwa amesimama mbali kidogo, alinyanyua macho yake kwa haraka, kana kwamba alitarajia siku hii ifike. Asubuhi iliyofuata, mabasi, honi za magari, kelele za watu, bodaboda zinazopita kwa kasi, wauza bidhaa pembeni ya barabara. Hiyo ilikuwa dunia tofauti kabisa na kijiji. Zuberi alishuka kituoni akiwa na begi dogo mgongoni. Mbele yake ilisimama jiji kubwa lenye kelele na kasi ya maisha isiyomsubiri mtu yoyote. Majengo marefu yaligusa macho yake. Mitaa ilikuwa imejaa watu waliokuwa na haraka zao. Lakini yeye alikuwa na mission moja tu: kutafuta ukweli wa kifo cha baba yake. Na kwa bahati mbaya, hakujua kuwa hakufika mjini peke yake. Kutoka umbali wa mita chache, gari jeusi lilikuwa limemfuatilia tangu ashuke basi. Ndani yake alikuwemo mtu aliyekuwa amevaa miwani meusi. Alitoa simu yake. Ameshafika, alisema kwa sauti ya chini. Kwa upande mwingine, Neema hakukubali kubaki nyuma. Usiku ule ule, baada ya Zuberi kuondoka, alimwambia shangazi yake kuwa anaenda sokoni. Lakini huo ulikuwa uongo. Alikuwa tayari amepanga safari yake. Hakutaka tena kukaa akisubiri wengine waamue maisha yake. Kwa mara ya kwanza, Neema alikuwa tayari kuchukua hatari kwa moyo wake. Aliingia kwenye basi la kuelekea mjini. Na hivyo, safari mpya ya mapenzi yao ikaingia hatua nyingine. Mjini, mahali ambapo hakuna anayejali historia yako. Lakini kila kosa lina gharama kubwa zaidi. Jioni ilipoingia, Zuberi alipata chumba kidogo cha kupanga katika eneo la Uswahilini lililojaa shughuli. Chumba hakikuwa kikubwa. Kitanda kidogo, meza ya zamani, dirisha moja lililotazama barabarani. Lakini kwake ilitosha. Alikaa kitandani, akatoa karatasi za zamani alizobeba kutoka nyumbani, picha za baba yake, baadhi ya nyaraka, na jina moja aliloliona mara kadhaa kwenye maandishi ya zamani: Mzee Hamis. Jina hilo lilionekana kama funguo ya fumbo lote. Lakini kabla hajaendelea kuchunguza, mlango uligongwa. Zuberi alisimama pole pole. Hakutarajia mgeni yoyote. Alisogea mlangoni kwa tahadhari. Ni nani?
kimya. Akafungua kidogo na macho yake yakapanuka kwa mshangao. Alikuwa Neema, amechoka kwa safari, macho yake yakiwa na huzuni na uamuzi mkali. "Ulidhani utanitoroka kirahisi?" alisema kwa tabasamu dogo la uchovu. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, Zuberi alitabasamu kwa dhati. Lakini furaha yao haikudumu hata sekunde 10. Kutoka chini ya ngazi kulisikika sauti ya hatua nyingine zikija juu haraka. Mtu mwingine alikuwa anakuja, na sauti hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ya mtu aliyekuwa amekasirika. Nima aligeuka kwa hofu. Zuberi akatazama mlango. Hatua zile zilisogea karibu zaidi. Kisha kivuli kikaonekana mlangoni, na sauti nzito ikasema, "Hatimaye nimewapata." Ilikuwa si mwingine bali Tarik. Lakini hakuwa peke yake. Nyuma yake kulisimama wanaume wawili wasiowajua. Kwa nini Tarik amewafuata hadi mjini? Hao wanaume wawili ni akina nani? Mzee Hamis ana siri gani kuhusu baba wa Zuberi? Na je, maisha ya mjini yatawafanya wapendane zaidi au kuwavunja kabisa? Kutaanza chesi ya mjini, nyumba za kupanga, siri za usiku, usaliti mpya na mapenzi yanayozidi kuwa hatari zaidi katikati ya jiji lisilolala. Usikose sehemu ijayo hapa hapa Baletse Tales.